Gehazi ambaye alikuwa ametolewa katika nchi ya Israeli ndio aliyokuleta uponyaji wa nani? Wa Naamani. Amen. Alirudisha shukrani, akarudisha nini? Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba ukiendelea kusoma hicho kitabu vizuri, kitu cha kushangaza ni kwamba Elisha alikataa sadaka zake. Kwa nini? Kuna vitu vingine kama hivi ni kuombea leo upate uponyaji. Ulikuwa na ukoma. Ule ukoma nikiendelea kupokea sadaka kutoka kwako, ambapo Mungu mwenyewe hajaniruhusu kupokea, ule ukoma unanipiga mimi. Elisha alipokataa ile sadaka ama zile zawadi alizoletewa na Naamani, aliambiwa ondoka, maana si mimi nimekuponya, Mungu ndiye aliyokuponya. Amen. Akaondoka na magari lake na farasi zake. Lakini aliyokuwa mjinga Gehazi, nasemanga huku mwingine ni upumbavu na watu wana hekima, tamaa situondoke. Amen. Gehazi alimkimbiza Naamani akasema ninatumwa na bwana wangu. Naamani akasimama, amekubali. Naamani mzigo kafanya nini? Ukamwondokea, kwa sababu alikuwa anajua nini? Rejected. Amen. Hakuna kitu kibaya kama sadaka zako kukataliwa. Na unajua kile umeteseka na ugonjwa, sio umemtoa kwa moyo, lakini mtumishi wa Mungu ameikataa. Wewe utafiri vipi? Vibaya, si ndio? Lakini kitu ni cha kushangaza ni kwamba Elisha alitumia macho ya rohoni, hakutumia macho ya mwili huu. Amen. Kile Gehazi hakuona, Elisha alikuwa amekiona. That's why ukoma ulimpiga Gehazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tujifunze kutii. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Amen. Mara 7 kwenye mto wa Yordani, mara 7 unapona. Haijalishi umeomba kipindi gani, haijalishi njia zinafungika kiasi gani, lakini kumbuka namba ya 7 ni namba ya Mungu na haikosei. Amen. Barikiwe sana wana wiki njema na Mungu awafungulie milango. Nimewachia hilo.